Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Leo katika halqa ya 3 tutasoma kuhusu as-siyamu anil mayyit. Miongoni mwa mazuri ya sheria ya dini ya Kiislamu ni sheria ambayo imekuja kuwahurumia watu wote waliokuwa hai na wale waliokufa, na miongoni mwa sura ambazo zinaonyesha huruma katika Uislamu ni sheria ya Kiislamu kuruhusu mtu aliyekufa hali ya kuwa ana deni la funga, ana deni la saum, akalipiwa deni hilo na ndugu zake waliokuwa hai. Idhan, ikitokea Muislamu amefariki hali ya kuwa na deni la funga, ima ni deni la saumu ya Ramadhan au ni deni la funga ya kafara au ni deni la funga ya nadhiri, basi kisheria anatakiwa alipiwe mtu huyu na ndugu zake waliokuwa hai. Sema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi iliyokuja kupitia kwa mama Aisha, Allah subhanahu wa ta'ala mridhie, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, hakika mtume wa Allah sala na amani ziwe juu yake amesema, man mata wa alayhi siyamun, mwenye kufa hali ya kuwa juu yake anafunga, kwa maana na deni la funga, swama anhu waliyuhu, atafunga badala yake wali wake. Hadithi hii amepokea Imamu al-Bukhari katika kitabu Siyam, babu man mata wa alayhi saumun, mlango unaozungumzia saumu ya mwenye kufa hali ya kuwa ana deni. Kauli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema swama anhu waliyuhu, kwa maana faliyasum anhu waliyuhu, yani ni amri ya Mtume ametoa afunge badala yake wali wake. Na wali hapa anakusudiwa mrithi ambaye anamrithi mtu huyu. Anaweza kawa ni mzazi wake, anaweza kawa ni kaka yake, anaweza kawa ni mama yake mzazi, anaweza kawa ni watoto wake, anaweza kawa ni baba wakubwa, baba wadogo, madada au watoto wa kaka zake. Wote hawa wanaingia katika lafudhi hii ya wali. Na ni wakati gani mtu atahesabika ana deni la funga? Tuliona katika halaka 2 zilizopita kwamba kuna baadhi ya watu hawafungi Ramadhani kwa sababu ya udhuru ambazo zinakubalika kisheria. Sasa ili mtu ahesabike amekufa hali ya kuwa na deni ni pale atakapokuwa amekufa katika wakati ambao alikuwa hayupo kwenye dharura iliyomzuia kufunga. Mfano, kama alikuwa na dharura ya maradhi, alipona akapata nafasi ya kulipa, lakini akawa hajalipa, pengine akaja akaumwa tena akafariki, huyu tunasema amekufa hali ya kuwa na deni. Au kama ilikuwa ni dharura ya safari, basi alirudi kutoka safari yake akaishi kwa muda fulani kiasi ambacho alikuwa na uwezo wa kulipa, lakini akawa hajalipa, huyu tunasema ana deni. Akifa katika hali hiyo tunasema anadaiwa. Au kama alikuwa na dharura ya nifasi, maana yake nifasi hiyo iliisha, akatoharika, akaendelea na maisha ya kawaida, yani akawa katika hali ambayo anaweza kalipa deni, lakini akawa hajalipa mpaka akawa amefariki, huyu tunasema anadaiwa. Lakini anapokuwa mtu amefariki katika dharura yake aliyokuwa nayo, mfano ameshindwa kufunga Ramadhani kwa sababu ya maradhi, haya maradhi akaendelea mpaka akafariki, huyu kisheria hana deni. Au mwingine alikuwa amedharurika kufunga kwa sababu ya safari, hiyo safari ikawa imeenda mpaka mauti akamfika, huyu hana deni na wala hadaiwi kisheria. Au mwingine kama alikuwa na dharura ya haidh, mathalan alikuwa na hedhi, hii hedhi ikaenda mpaka akakutwa na mauti, akawa hajalipa deni lake, huyu tunasema hana deni. Kwa hiyo ili ahesabike ana deni, awe ametoka kwenye dharura aliyokuwa nayo, amekuja kwenye maisha ya kawaida katika wakati ambao alikuwa na uwezo wa kulipa, kisha akawa hajalipa, tunasema huyu anadaiwa kisheria na anatakiwa alipe deni lake. Sasa akifariki katika hali hiyo, mawali wake wanatakiwa walipe deni hilo kwa kufunga. Na namna ya kulipa hili deni, ikhwa, tutaangalia idadi ya masiku anayodaiwa, na inafaa kisheria mawali wakagawana masiku anayodaiwa ndugu yao, wakayafunga kwa mujibu idadi waliokuwa nayo. Mfano, kama anadaiwa siku 4 mathalan na ameacha ndugu 4, basi inafaa kwa ndugu hao wakagawana siku moja, wakafunga siku moja, kila mmoja wao watakuwa wamemaliza deni. Au kama anadaiwa siku 30 mathalan, mwezi mzima anadaiwa siku 30 na yeye ana ndugu mathalan 5, basi watagawana siku 6, kila mmoja atafunga siku 6, atakuwa amemaliza. Na kama ameacha ndugu mmoja, basi huyo ndugu atakuwa anafunga siku moja baada ya nyingine mpaka malize madeni ya ndugu yake ambaye anadaiwa aliyetangulia mbele ya haki. Na katika hili tunatakiwa pia tuchukue mazingatio. Wengi katika sisi huwa tunalipa madeni ya ndugu zetu, hasa yale wanaodaiwa na binadamu wengine, lakini madeni ya Allah tabaraka wa taala wengi huwa tunapuuza. Madeni ya Allah tabaraka wa taala wengi katika sisi huwa tunapuuza, na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema wa dainullahi ahaqqu an yuqda, na deni la Allah tabaraka wa taala lina haki zaidi ya kulipwa. Kwa ikitokea amefariki ndugu katika ndugu zetu, tunatakiwa tuangalie kwamba je, ana madeni, huyu anadaiwa madeni na Allah.
Ukiachilia mbali deni la saumu, kuna madeni kama vile ya haji. Kama amefariki hali ya kuwa na uwezo kwenda kufanya ibada ya hija na hajafanya, huyu kisheria anatakiwa alipiwe deni hilo. Au amefariki hajatoa zaka na alikuwa na uwezo wa kutoa zaka, huyu kisheria anatakiwa alipiwe deni hilo. Kwa hiyo tuwahurumie ndugu zetu hawa waliotangulia mbele za haki, tuwalipie madeni yao. Lakini pia kama atakosekana mtu wa kulipa madeni ya funga kwa mtu aliyekufa, basi itachukuliwa katika mali yake aliyoacha na itatolewa fidia kwa maskini badala ya funga ambayo aliwajibika kufunga. Na namna ya kutoa hiyo fidia kwa maskini tumeshaeleza kwenye halaka ya kwanza. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe ni katika wale ambao wanasikiliza maneno na kufuata yaliyokuwa mazuri yake, na atusamehe sisi pamoja na wazazi wetu, innahu waliyu dhalik, na aturuzuku elimu yenye manufaa na atujalie mwisho mwema. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.